Ahidi sana kwenda kufanya kazi hizi na viongozi wangu kutoka mkoa na wilaya mpaka kwenye majimbo. Ole wenu, ole wenu. Sisi tuwe marifari, hatujai kwa kula rushwa. Nataka nimwambie katibu wa wilaya, nataka nikwambie katibu wa mkoa na makatibu wote wa jimbo, na nyie wenezi, ole wenu. Mtu namfukuza kazi mchana kweupe akiwa kwenye rushwa. Na wale wa majimbo nitawasimamisha kazi, kwa sababu sio waajiri, lakini tutawasimamisha kwenye nafasi zao. Na wala sio wasimamishi mimi. Kwenye kikao kinachofuata ndio atasimamishwa kazi. Sote watumishi tutende haki. Sisi tusiwaonee wagombea wetu. Wagombea wetu tuwaonee huruma, kwa sababu wanaingia kwenye mchakato, lakini wakifanikiwa wanakiwakilisha Chama cha Mapinduzi. Nimesema sana eh? Nimesema sana. Lakini jengine, kuheshimu utu na kuheshimu haki za mwanachama. Kila mtu amheshimu mwenziwe, na ndio tabia nzuri. Mimi namheshimu kila mtu, hata wadogo wangu hawa wote na waheshimu, ili waniheshimu na mimi, na uheshimu utu wake. Mimi nilikuwa nagombea jimbo la Mpendae, nilikuwa na, sasa hivi ni msaidizi wangu kwenye wilaya, kwenye idara ya organization. Alikuwa yeye akipita, yeye kazi yake kunitukana mie tu, nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba. Sio haki. Wewe sema Abdallah Mwinyi anagombea, kafanya mazuri kadhaa, lakini mimi nitayapita haya mazuri, nitafanya 1, 2, 3, 4. Lakini pengine Abdallah kesha kuwa mzee, tunataka tumsaidie. Kweli si kweli? Basi nipeni mie nimsaidie, lakini sio kumtukana na kuvunja utu na heshima yake. Mimi walionifanyia vile wote nimewasamehe fil dunia wal akhirah. Na ninamuomba Mwenyezi Mungu na wao wasamehe, walikuwa hawajui linalotenda. Na wakikuwa basi wataacha. Nilikuwa kama ninaweza kulipa kisasi, ningewalipa wengi kweli. Lakini mimi ni tarika Kadiria, nikasema hawa wote nimewasamehe ili na Mungu awasamehe. Walikuwa hawajui watendalo. Na ushuhuda, katibu wangu wa mkoa anaujua, lakini na Biasha anajua. Wote ni mashahidi. Na ukionekana hivi kidogo una mwelekeo moja moja wa uongozi, watakupigia vita CCM, ushike adabu yako. Na hii sio utu. Msiwapige vita. Msiwapige vita. Kila mimi na faraja sana kusema huyu kiongozi ana talent, basi nitamnyanyua ili naye aonekane yuko juu. Bahati nzuri hata nikiondoka, waulizeni wasaidizi wangu wote au watendaji wa ofisi yangu, mimi napenda kumnyanyua mtu pale alipo ili nimweke juu, kwa sababu ndio sifa nzuri. Na kila mtu hajui kesho yake. Kesho yetu kubwa sana. Kesho yetu kubwa sana. Kwa hivyo utu na nidhamu ya mtu lazima tuiheshimu. Lakini kubwa la mwisho, amani na utulivu. Ni wasihi wenzangu wote wa Chama cha Mapinduzi kwa ngazi zote, tudumishe amani ya nchi yetu, tudumishe utulivu wa nchi yetu. Huo ndio utatufikisha pahala pazuri sana. Mimi naamini
Bila ya amani hatuwezi kufanya chochote. Leo mmeshuhudia mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya makubwa sana kwenye nchi hii, haijapata kutokea. Kila rais tangu awamu ya mwanzo amefanya mengi, lakini yeye amezidi. Kweli si kweli? Nani haoni? Lakini daktari wetu Daktari Hussein Ali Mwinyi, daktari wa binadamu na daktari wa maendeleo, naye amefanya mengi zaidi. Tulikuwa zamani tunasema hakuna hata mmoja alomfikia muasisi wa nchi hii Sheikh Abedi Amani Karume. Kafanya mambo makubwa na historia yake bado inaendelea, na wote waliobaki walifanya mambo makubwa kwa ukubwa wake. Lakini sasa na daktari wa maendeleo wamefanya mambo makubwa zaidi. Kweli si kweli? Nani hayaoni? Nataka nikudokoleni siri moja. Mashindano haya ya AFCON ambayo yalikuwa sio ambayo yalikuwa yaje Tanzania, juzi kiwanja cha Mkapa kimefungiwa. Lakini viwanja gani basi viloiokoa Tanzania? Ni viwanja vya Zanzibar, kile cha Amani, cha Gombani Pemba, lakini hata hivi vilojengwa vidogo vidogo vya kufanyia timu za kimataifa mazoezi navyo vimeingia. Kwa hivyo Tanzania tumeokoka, tusifungiwe kwa sababu na AFCON isije kwa sababu ya Zanzibar. Kuna mpumbavu mmoja wa chama kimoja anaenda kusema baada ya kujenga viwanda mnajenga viwanja vya mpira. Nikasema kumbe Tanzania bado tunaendelea kuwa na wagonjwa hawako hospitali. Hata viwanja vya mpira ni viwanda, kwa sababu tunafanyisha academic watoto wetu, na mchezo ni ule unapatisha pesa, na tunaweza tukawaajiri wakaenda mpaka nje ya nchi, na kile ni kiwanda. Lakini maskini wagonjwa wa akili tunao mitaani, alafu wanasema sisi wenye viti wa vyama fulani. Inatia shaka sana.